Karibuni katika kipindi chetu cha simulizi na hadithi. Ni mimi yule msimulizi wenu wa simulizi na hadithi. Leo hii nawaletea simulizi mpya kabisa ambayo inaitwa Umbea wa Mlangoni. Naomba mkae kwa makini na kusikiliza simulizi hii ya kusisimua, ya kucheka na ya kushangaza. Simulizi inaanza hivi. Kwa mtaa kwetu kule hakuna kitu kilikuwa kinatembea haraka kama habari za mdomo. Lakini hakuna aliyekuwa na kasi kama Mama Tunu, spika wa mtaa, CCTV ya binadamu na gugu ya majirani. Siku moja alipokuwa anafagia mbele ya nyumba yake, aliona kitu ambacho kilimfanya asimame kama aliyegandishwa. Langoni kwa Mama Nuru kulikuwa na viatu vya kiume, sio vya kaka yake, sio vya mume wake ambaye yuko safarini, na sio vya jirani yeyote anayejulikana. Mama Tunu alishika kiuno. Sasa hapo ndipo penye habari. Akaanza kuhesabu hatua 1, 2, 3. Akasogea karibu na mlango wa Mama Nuru. Akapiga kikohozi cha makusudi. Hakuna aliyefungua. Akapiga kikohozi kingine, kile cha nipo hapa, fungua tu, kimya. Akarudi kwake, akachukua simu, akapiga kwa rafiki yake mkubwa, Mama Sia. Halo Sia, usiniambie hujaona viatu vya mwanaume kwa Nuru. Mtaa mzima unajua au mimi ndio wa kwanza? Mama Sia akapiga kelele. Acha, nani tena? Mume wake yuko Morogoro. Mama Tunu akasema kwa sauti ya siri. Hapo ndipo penye habari na mimi nipo kwenye uchunguzi. Lakini kabla hawajamaliza kuongea, mlango wa Mama Nuru ukafunguliwa na mwanaume alikuwa anatoka. Hakuwa yule waliokuwa wanamfikiria. Alipotoka nje, Mama Tunu alishika kichwa. Jamani, huyu si yule mchungaji mpya wa kanisa? Mama Tunu alibaki ameduaa. Mchungaji mpya kutoka kanisani kwa Mama Nuru asubuhi mapema hivi? Alijifuta jasho la paji la uso kama mtu aliyekimbia mbio fupi, kisha akapiga hatua 3 za haraka kurudi kwake. Akachukua simu na bila hata kupiga hodi akampigia rafiki yake. Sia, sitaki kukudanganya. Hapa kuna movie kuliko zile za Maisha Magic. Mama Sia akapumua kwa nguvu. Mwambie mchungaji kafanya nini tena? Mama Tunu akashusha sauti kama anatoa siri ya taifa. Yule mchungaji mpya ametoka kwa Nuru na viatu vilikuwa mlangoni usiku kucha. Kimya kikafuata. Kisha Mama Sia akapiga kelele. Jamani, huyu mchungaji anaomba maombi ya aina gani mpaka aingie kwa watu usiku? Lakini kabla hawajamaliza kushangaa, Mama Nuru mwenyewe akatoka nje, amevaa kanga moja, anafagia, hana hata chembe ya wasiwasi. Alipoona majirani wakimwangalia akatabasamu. Mama Tunu akajifanya hana habari, akapiga sauti ya kirafiki. Nuru, pole na kazi, tumeona wageni leo Mama Nuru akacheka kwa utulivu. Yule ni mchungaji, alikuja kuniombea, nilikuwa na ndoto mbaya usiku. Mama Tunu akapiga ili ya mtu ambaye bado hajashawishika hata kidogo. Lakini kabla hajamaliza kufikiria, Mama Sia akamtumia ujumbe wa WhatsApp. Tunu, mchungaji alikuwa kwa Asha jana usiku pia, hapa kuna kitu. Mama Tunu alishika kichwa. Huyu mchungaji anaombea wanawake wote wa mtaa usiku, au kuna huduma mpya hatujaambiwa? Macho yake yakang'aa. Lazima nifanye uchunguzi wa kina. Mama Tunu hakulala usiku huo. Kila dakika alikuwa anafikiria jambo moja tu. Mchungaji alikuwa kwa Nuru na kwa Asha usiku. Huyu mtu anatoa huduma gani hasa? Asubuhi iliyofuata aliamka na mpango mkali. Alichukua daftari lake la siri, lile analotumia kuandika majina ya watu wanaompa habari.
akavaa kanga yake ya sina habari na mtu, kisha akatoka nje kama mpelelezi wa FBI. Kwanza alikwenda kwa Asha. Asha alikuwa anafua, maji yanamwagika hadi barabarani. Mama Asha, pole na kazi. Jana nilipita usiku nikasikia kama kuna maombi kwako. Asha akacheka, we Tunu, usiku nilikuwa na maumivu ya kichwa, mchungaji alikuja kunipitia tu. Mama Tunu akakunja macho. Usiku? Saa ngapi? Asha akajibu bila wasiwasi, kama saa 5 usiku. Mama Tunu akajifanya anapiga chafya lakini moyoni akasema, saa 5? Na kwa Nuru alikuwa saa ngapi? Akatoka haraka akampigia mama Sia. Sia, hapa kuna huduma mpya usiku. Mchungaji ana ratiba ya maombi ya wanawake tu, na wote wanaamka wakiwa na tabasamu la ajabu. Mama Sia akapiga kelele, huyu mchungaji lazima awe na mafuta ya upako ya aina mpya. Lakini kabla hawajamaliza kuongea, kitu kilitokea. Mbele ya mama Nuru gari jeupe lilisimama. Mwanaume akashuka, si mchungaji, si jirani, si ndugu. Alikuwa kijana mtanashati mwenye suti safi na harufu ya pesa. Mama Nuru akatoka nje mbio, akamkumbatia mbele ya watu wote. Mama Tunu alishika mdomo. Sia, kuna mwanamume mwingine tena. Huyu si mchungaji, huyu ni mtu mwingine kabisa. Sia akapiga kelele, hapo sasa, hapo ndipo penye movie. Kijana yule akasema kwa sauti ya juu, samahani kuchelewa. Nuru alipata taarifa kuwa mchungaji alikuja kwako usiku, nataka kujua kilichotokea. Mtaa mzima ukasimama. Mama Tunu akasema kwa sauti ya chini lakini kali, sasa umbea umefika sehemu ya hatari. Kijana yule mtanashati aliposimama mbele ya nyumba ya mama Nuru, mtaa mzima ulikaa kimya kama mtu aliyebonyeza pause. Hata watoto walikuwa wanacheza kombolela walishika mipira yao mikononi. Mama Tunu akiwa nyuma ya ule ua lake alichungulia kwa macho makubwa kuliko kawaida. Huyu kijana alikuwa tofauti, sura ya kazi nzuri, mwili wa gym na harufu ya mtu aliyelipa kodi mapema. Kijana akasema kwa sauti ya kujiamini, Nuru, nimeambiwa mchungaji alikuja kwako usiku, nataka kujua kilichotokea. Mama Nuru akavuta pumzi ndefu, akamwangalia kwa macho ya mtu aliyejua siri nzito. Musa, usianze drama hapa nje, watu wanatusikiliza. Mama Tunu akajificha nyuma ya ua, akasema kimoyomoyo, sisi ndio tunataka kusikiliza. Mbea kama mimi. Musa akasisitiza, nataka ukweli. Kwa nini mchungaji aje kwako saa 5 usiku? Mama Nuru akafunga mlango wake, akamwambia kwa sauti ya chini lakini mtaa mzima ulisikia, ingia ndani nikuambie, hii si kitu ya kuongea nje. Lakini kabla hawajaingia, mlango wa jirani ukafunguliwa kwa kishindo. Ni mama Sia. Akatoka na kanga yake. Usinipime, akasema kwa sauti ya juu. Kwa nini muingie ndani? Hapa nje kuna mashahidi, tunasikia vizuri tu. Mtaa mzima ukacheka kimya kimya. Musa akageuka akasema, hii ni mambo ya kifamilia. Mama Sia akajibu bila aibu, basi sisi ni familia ya mtaa, tuambie. Mama Nuru akafumba macho kwa hasira kidogo, kisha akasema, sawa, kama mnataka kujua, mchungaji alikuja kwa sababu. Kabla hajamaliza sentensi yake, ghafla mchungaji mwenyewe akatokea kona ya mtaa akitembea haraka, akiwa na Biblia mkononi na uso wa mtu aliyekimbia. Alipoona wote wamesimama, akasimama katikati ya barabara. Mama Tunu akasema kwa sauti ya chini, sasa umbea umefika sehemu ya kukata na shoka. Mchungaji akasema kwa sauti ya kutetemeka, Nuru,
tafadhali usiseme kitu chochote, wacha niwaeleze mimi. Mtaa mzima ukapumua kwa wakati mmoja. Mchungaji aliposimama katikati ya barabara, Biblia mkononi, uso wake ulikuwa kama mtu aliyekamatwa na kamera ya CCTV bila kujua. Mtaa mzima ukawa kimya, kimya cha kusikia hata tone la maji likianguka. Mama Tunu akachungulia juu ya ua, akasema kimoyomoyo, huyu sasa lazima aseme ukweli, hakuna pa kukimbia. Mchungaji akavuta pumzi ndefu akasema, Nuru, Musa na majirani wote, kuna jambo lazima niliseme na si jambo la kawaida. Musa akavuta mikono kifuani, akamwangalia kwa macho mtu aliyekuja kuchukua mahesabu. Mama Sia akasogea mbele kidogo, akasema kwa sauti ya kujiamini, tuambie mchungaji, hapa hakuna siri. Mchungaji akafungua Biblia yake, lakini badala ya kusoma alitoa karatasi iliyokuwa imefichwa ndani. Mimi sikuwa naja kwa Nuru kwa maombi tu, nilikuwa namletea ujumbe. Mama Tunu akapiga kelele ya mshangao, ujumbe wa usiku saa 5 kwa wanawake wawili tofauti? Mchungaji akatikisa kichwa, hapana, ujumbe wa mtu mmoja ambaye hamjui bado. Mtaa mzima ukavuta pumzi kwa wakati mmoja. Musa akasema kwa hasira iliyojificha, ujumbe wa nani? Mchungaji akamwangalia Nuru kwa macho ya huruma, kisha akasema, ujumbe wa mtu aliyekuwa anataka kukutana na Nuru, lakini hakutaka ajulikane bado. Mama Sia akapiga mikono kiunoni, huyu sasa ni nani tena? Mume, mpenzi, mchumba au sponsor? Mchungaji akasema taratibu, ni mtu wa familia yake, mtu ambaye mlifikiri amepotea miaka mingi, mtu ambaye alitaka kurudi kimya kimya bila kelele. Mama Tunu akashika mdomo, usiseme ni yule ninayemfikiria. Mchungaji akasema, ndiyo, ni kaka yake Nuru, yule aliyepotea miaka 7 iliyopita. Mtaa mzima ukashuka kama umeme umepita. Nuru akafunika uso wake kwa mikono, machozi yakaanza kumtoka. Musa akabaki amesimama amechanganyikiwa. Mama Tunu akasema kwa sauti ya chini lakini kale, sasa umbea umegeuka kuwa siri ya familia ya miaka 7. Baada ya mchungaji kutamka kwamba yule mtu aliyemtuma ni kaka yake na Nuru aliyepotea miaka 7, mtaa mzima ulitetemeka kama mtu alisikia jina lake likitajwa kwenye kikao cha familia. Mama Tunu alishika kiuno akasema kimoyomoyo, hii sasa si umbea, hii ni documentary. Huyu mama mbea. Nuru alikuwa ameshika uso wake, machozi yakimtiririka kimya kimya. Musa mpenzi wake alibaki ameduaa, macho yake yakizunguka kama mtu aliyepotea ramani. Mchungaji akaendelea, kaka yake Nuru alinipigia simu juzi, alisema yuko njiani kurudi Tanzania. Alitaka nimwendee Nuru kimya kimya, amwandalie moyo. Mama Sia akapiga makofi mawili hewani. Huyu kaka anaingia kama movie ya kurudi kwa kishindo. Kabla watu hawajamaliza kushangaa, ghafla gari jingine likaingia mtaani. Safari hii ni gari jeupe lenye vioo vyeusi na lilisimama taratibu mbele ya kundi la watu. Mlango ukafunguliwa polepole. Mama Tunu akasema kwa sauti ya chini, usiseme ni yeye. Jamani, usiseme ni yeye. Kijana mmoja akashuka, sura yake ilikuwa imebadilika, amekomaa, amenenepa kidogo, lakini macho yake yalikuwa yale yale ya zamani.
Nuru alipoona uso ule alidondosha kanga yake chini. Kaka! Kijana akatabasamu, macho yakijaa machozi. Nuru, dada yangu, nimerudi nyumbani. Mtaa mzima ukapiga kelele za mshangao. Wengine wakapiga makofi, wengine wakakimbia kuangalia vizuri. Lakini kabla furaha haijatawala, Musa akasogea mbele akamwangalia yule kijana kwa macho ya uchungu. Wewe ulipotea miaka 7, kwa nini urudi sasa? Na kwa nini kupitia kwa mchungaji? Kijana akavuta pumzi ndefu. Kwa sababu kuna jambo kubwa linakuja na Nuru anahitaji kujua kabla ya mtu mwingine yoyote. Mama Tunu akashika kichwa. Haya sasa, umbea umeingia level mpya kabisa. Kaka yake Nuru aliposimama pale, machozi yakimtiririka, mtaa mzima ulikuwa kimya kama mtu aliyefungiwa remote ya TV, lakini kimya kile hakikudumu. Musa ambaye tangu mwanzo alikuwa kimya kama mtu anayehesabu hasara, sasa alisogea mbele. Kwa miaka 7 hakuna taarifa, hakuna simu, hakuna barua, alafu leo unakuja na siri. Unataka nini kwa Nuru? Kaka yake Nuru akamwangalia kwa macho ya uchovu. Musa, najua nilikosea, lakini nilipotea kwa sababu nilikuwa najificha. Mama Tunu akashika kiuno. Mbea wa mtaa huyo. Najificha? Kwa nini sasa? Serikali, madeni au wanawake? Kaka katikisa kichwa. Hapana, nilikuwa najificha kwa mtu ambaye sasa amerudi kunitafuta. Mtaa mzima ukatetemeka. Mama Sia akapiga kelele. Huyu sasa ni nani tena? Mtu gani anatafuta miaka 7? Kaka akavuta pumzi ndefu akasema, ni mtu hatari na sasa amejua nimerudi Tanzania. Nuru, nirudi kukuambia ukweli kabla hajakufikia. Nuru akalia zaidi. Mimi? Kwa nini mimi? Kaka akamshika mkono taratibu. Kwa sababu kile nilichokuwa najificha nacho kilikuwa chako pia. Mama Tunu akashika mdomo. Huyu sasa anazungumza kama movie ya Netflix. Kabla mtu yoyote hajauliza swali lingine, ghafla gari lingine likaingia mtaani kwa kasi. Safari hii ni gari jeusi lenye vioo vyeusi zaidi na lilisimama kwa breki kali mbele ya kundi la watu. Mlango ukafunguliwa polepole. Mtu mmoja akashuka, mrefu, mwenye koti jeusi na macho ya mtu ambaye hakujua kucheka. Mama Sia akapiga hatua nyuma. Jamani, wewe si wa mtaa huu? Mtu yule akamwangalia kaka yake Nuru moja kwa moja akasema kwa sauti nzito, hatimaye nimekupata. Mtaa mzima ukatetemeka. Mama Tunu akasema kwa sauti ya chini lakini kali, sasa umbea umeingia hatua ya hatari kabisa. Mtu wa koti jeusi aliposimama pale, mtaa mzima ulitetemeka. Huyu hakuwa mtu wa kawaida, hata upepo ulipita pembeni yake kwa heshima. Mama Tunu akashika mdomo akasema kimoyomoyo, huyu sasa si umbea, hii ni hatari ya kitaifa. Kaka yake Nuru alirudi nyuma hatua 2, uso wake ukibadilika ghafla. Mlikuwa mnanitafuta lakini si hapa, tafadhali tuongee mahali pengine. Lakini mtu wa koti jeusi akatikisa kichwa taratibu. Hapana, safari hii hakuna kukimbia. Miaka 7 imekuwa nikikufuata na sasa nimekupata. Musa akasogea mbele akajifanya jasiri. Unataka nini kwa kaka yake Nuru? Mtu wa koti jeusi akamwangalia kwa macho ya baridi. Hii si juu yako kijana, hii ni juu ya kile alichochukua.
Mtaa mzima ukapiga kelele za mshangao. Mama Sia akapiga mikono kiunoni. Alichukua nini? Madeni? Mke wa mtu au pesa za chama? Mtu wa koti jeusi akasema kwa sauti nzito, alichukua kifurushi ambacho akikupaswa kutoka mikononi mwetu, kifurushi ambacho sasa Nuru anacho. Nuru akatetemeka. Mimi sina kitu. Kaka yake akamshika mkono haraka. Nuru, kumbuka ile bahasha nilikuachia kabla sijaondoka, miaka ile niliyokuambia usifungue mpaka siku nitakaporudi. Nuru akafungua macho yake kwa mshangao mkubwa. Usiniambie, ile bahasha bado ipo? Mama Tunu akapiga kelele. Bahasha gani sasa? Hii stori inazidi kuwa tamu kuliko maandazi ya asubuhi. Mtu wa koti jeusi akasogea hatua moja mbele akasema, ndio hiyo tunaitaka na tutaichukua leo. Mtaa mzima ukatetemeka. Nuru akasema kwa sauti ya kutetemeka, lakini bahasha ile iko wapi? Kaka yake akamwangalia kwa macho ya hofu. Nuru, usiniambie ulihifadhi pale nilipokuambia. Nuru akasema pole, ndio, niliweka kwenye sanduku la mama. Kimya. Kisha Mama Sia akapiga kelele, sanduku la mama lililozikwa nyuma ya nyumba, lile ambayo tuliona mbwa wanachimba juzi? Mama Tunu akashika kichwa. Haya sasa, umbea umefika hatua za kuchimba makaburi. Baada ya kutajwa kwa sanduku la mama, mtaa mzima ulitetemeka kama mtu alisikia jina lake likitajwa kwenye kikao cha ukoo. Mama Tunu akashika kiuno akasema kimoyomoyo, sanduku lililozikwa nyuma ya nyumba, hii sasa ni umbea wa kuchimba mizizi. Mtu wa koti jeusi akasogea hatua moja mbele akasema kwa sauti nzito, sanduku hilo lina kitu ambacho kilipaswa kurudishwa miaka 7 iliyopita na leo tunakichukua. Nuru akatetemeka. Lile sanduku nilizani ni kumbukumbu tu za mama. Kaka yake akamwangalia kwa macho ya huzuni. Hapana Nuru, ndani ya lile sanduku kuna kitu ambacho nilikimbia nacho, kitu ambayo kilifanya maisha yangu yote yageuke. Musa akapiga hatua mbele akajifanya jasiri. Kama ni sanduku basi tukachimbe, hakuna haja ya drama. Mama Sia akapiga makofi mawili hewani. Ndio, twende tukachimbe, hata sisi majirani tuna haki ya kujua. Tumekuwa tukifuatilia hii series tangu mwanzo. Mtu wa koti jeusi akamwangalia Mama Sia kwa macho ya baridi. Hii si series, hii ni kazi. Mama Sia akajibu bila uoga, na sisi ni watazamaji wa kazi hiyo. Watu wakaanza kuelekea nyuma ya nyumba ya Nuru. Hata watoto waliokuwa wanacheza wakafuata. Mbwa wa mtaa nao wakaanza kubweka kama wanahisi kitu kikubwa kinakuja. Walipofika nyuma ya nyumba, Nuru akaonyesha sehemu yenye udongo uliochimbwa juzi. Hapa ndipo nilipozika sanduku. Mtu wa koti jeusi akatoa koleo kutoka kwenye gari lake, koleo jipya la chuma nzito. Mama Tunu akasema, huyu mtu alikuja tayari, hata koleo amekuja nalo. Hadithi yangu nacheka mimi. Wakaanza kuchimba, koleo likagonga udongo. Kila mtu alikuwa kimya. Kila mguso wa koleo kulikuwa kama sauti ya siri inayokaribia kufichuka. Baada ya dakika chache kitu kigumu kikagonga. Ndicho hicho, kaka yake Nuru akasema kwa sauti ya kutetemeka. Walitoa sanduku la mbao limechakaa, lakini limefungwa kwa kufuli nzito.
Mtu wa koti jeusi akasema, fungua. Kaka yake Nuru akatikisa kichwa, hapana, Nuru ndio anayepaswa kulifungua. Nuru akatetemeka, akachukua sanduku mkononi. Macho ya mtu mzima yalikuwa juu yake, macho ya mtaa mzima yalikuwa juu yake. Akapumua kwa nguvu, akafungua kufuli. Sanduku lilipofunguka, watu wote wakasogea mbele. Mama Tunu akasema kwa sauti ya mshangao, jamani, ndani kuna Sanduku lilipofunguliwa, kila mtu alisogea karibu kama sumaku, hata wale majirani ambao huwa hawatoke nje. Walifungua madirisha yao kwa nguvu. Mama Tunu akasema kimoyomoyo, hii sasa lazima iwe kitu kikubwa, si picha, si barua, lazima iwe kitu cha hatari. Nuru akavuta pumzi ndefu, akainua kifuniko cha sanduku taratibu. Ndani kulikuwa na bahasha nyeusi imefungwa kwa utepe mwekundu, bahasha ambayo haikuonekana kama kitu cha kawaida. Musa akakunja uso, hii bahasha ina nini? Kaka yake Nuru akasema kwa sauti ya chini, hapa ndani kuna kitu ambacho kilifanya nikimbie nchi, kitu ambacho watu wa koti jeusi wamekuwa wakitafuta kwa miaka 7. Mtu wa koti jeusi akasogea mbele akasema, fungua. Nuru akatetemeka, mimi? Kwa nini mimi? Kaka yake akamshika mkono, kwa sababu bahasha hii ilipelekwa kwa jina lako. Wewe ndiye uliyetakiwa kupokea siku ile nilipotea. Mtaa mzima ukatetemeka. Mama Sia akasema, jamani, hii bahasha ina nini? Siri ya urithi, pesa au video ya mtu? Mtu wa koti jeusi akasema kwa sauti nzito, hiyo bahasha ina ukweli ambao familia yenu imeuficha kwa miaka mingi. Nuru akafungua utepe, akatikisa bahasha. Kitu kimoja kikadondoka kwenye mikono yake, kitu kidogo, kitu cha kushangaza, kitu ambacho hakikutarajiwa na mtu yoyote. Mama Tunu akapiga kelele, jamani, ni ufunguo! Lakini si ufunguo wa kawaida, ulikuwa wa chuma cha zamani wenye alama ya ajabu juu yake, alama ambayo hakuna mtu aliitambua. Musa akasema, ufunguo wa nini huu? Mtu wa koti jeusi akasema, ufunguo huu wa mahali ambapo siri ya familia yenu imefichwa, mahali ambapo kaka yake Nuru alikimbia kuilinda, mahali ambapo mtu mwingine tayari anajua. Nuru akatetemeka. Mtu mwingine? Nani? Mtu wa koti jeusi akasema polepole, yule aliyekuwa akija usiku kabla ya mchungaji. Mtaa mzima ukatetemeka. Mama Tunu akashika kichwa. Haya sasa, umbea umefika hatua ya kufungua milango ya siri. Jamani wapenda wasikilizaji wangu, naomba msikose kufuata sehemu inayofuata ambayo itaendelea, mkilike, comment na kushare. Tufuatilie katika peji yetu ya Instagram and YouTube. Nawapenda sana wasikilizaji wangu na karibuni sana. Bye for now.